nimepakwa mafuta. Tuimbe pamoja, tuimbe kwa sauti. Pembe yangu nimeinua, ndiyo maana tunataka kuanza ibada ya anointing. Paul, uko wapi? Patiana hizi kwa the candidates, patia kila moja yake. Naomba Bishop Shege uje, wewe ndio unanisaidia hapa. Paul, hujamaliza kazi, patia hii mama. Vitabu zaweza kuwa ni chache, lakini patia Daktari Alenga. Hizo vile ziko tu ni za wote wawili, nazo hizi ni zetu. Baadaye nitawaitisha hizo vitabu ndio iwekwe signature. Today being Saturday 14th in the year of the Lord 2025 is a very special day in the Victory Tabernacle Ministry International. It is the day that we are ordaining Sister Monica Wajiro Kamau Kishuke to the office of pastor, and also we are ordaining Pastor Joseph Kishuke to the office of reverend. The word ordination means set apart, a person divinely called to special ministry in and for the church. Ordination is simply the recognition of a qualified person to do what he or she is divinely called. It is the recognition by the church and its leaders to a man or woman who has received certain gifts and made certain preparation for particular work for God. The person to be ordained should not only be chosen by God, but also be recognized by the church and set apart by proper church officials in special service of instruction, prayer, and laying hands. Our ordination today, our candidate today is the resident pastor of Victory Tabernacle Ministry, and also Sister Monica is also a candidate and a member of Victory Tabernacle Ministries. Tukiwa hapo nafikiri nitamwalika Peter Kamau, kwa anasikia iko watu hawasikii yote, aje anisaidie. Nataka kualika watoto wake waniambie kama wamekubali huduma yao, na kama wamekubali huduma ya wazazi wao watusomee profile yao. Tukaribishe Grace and Titus, watoto wake, kwa maana siku ya leo ni ya muhimu sana na tungependa kwenda pamoja. Sijui kama utanisaidia, nitawataanagia tena na Gikuyu. Apewe microphone, asimame mkono wangu wa kushoto karibu na speaker ile iko hapo hivyo. Titus and Grace,
Tuko katika agreement, tumwagie baba yenyu na mama yenyu mafuta. Can you say yes? Naomba tu tusimame hapa. Yes. Yes. Yes, we are in agreement. Awapigieni makofi, wanasema yes, we are in agreement. Tuendelee tusiendelee? Kama watoto wamekubali, kwa haraka tu tusomee profile yao tukiwa tumesimama hivyo. Na mkisha maliza nitaalika ma big shops watakuja wasimame nasi hapa, wale wanaweza, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Songea hapa mbele. Praise the name of the Lord. My name is Grace Gishuki Wangoi. Nimeokoka na mpenda Yesu. I will read the profile of Pastor Joseph Gishuki. Birth and childhood. Pastor Joseph Gishuki was born in the serene highlands of Teto, Nyeri County, into a family rooted in tradition, humility, and hard work. He is the fourth born among the children of the late James Minor and the late Immaculate Ongoi. From a young age, Joseph exhibited qualities of curiosity, leadership, and quiet strength, traits that would later shape his life in ministry. After spending his early childhood in Teto, his family later relocated to Matindiri Scheme in Nyandarua County, where he continued his upbringing. It was in this simple rural environment that his foundational values were formed, values of integrity, faith, responsibility, and love for community. These values continue to define the man that he is today. Education. Joseph began his formal education at Matindiri Primary School, studying there up to class 5. Due to family relocations and changing life circumstances, he moved to Majore Primary School in Laikipia County, where he completed his primary schooling. He was later admitted to the esteemed Nakuru Boys High School, where he not only excelled academically, but also started becoming more aware of his spiritual calling. During his high school years, he developed a deeper interest in scripture, music, and fellowship, beginning to show signs of leadership in church and school settings. I think that's why Nico praise and worship. Anyway, after completing high school, Joseph took a significant step toward his calling by enrolling at I Am Bible School, where he earned a diploma in theology. This was a transformative season in his life, one that laid a strong spiritual and academic foundation for his future as a minister of the gospel. Determined to further sharpen his knowledge and service, he joined Teleo University, where he has pursued Bachelor's of Arts in Pastoral Ministry, a degree, and his graduation is scheduled for September 2025. Mnaweza piga makofi hapo. Where he pursued his studies with excellence and humility, and all while actively serving in ministry. Salvation. Pastor Joseph gave his life to Jesus Christ while in Form 2. During a school Christian Union fellowship, it was a personal and life-changing encounter with the Lord that birthed a lifelong journey of faith and service. From the moment of salvation, his heart burned with a desire to know God more intimately and to be used as a vessel for the kingdom. Soon after, he began serving in Christian outreach ministry in Gashura, Nakuru County, under the guidance of Pastor Waithaka. It was here that he was nurtured in faith and ministry. Work and life experience. After completing his high school education, Joseph relocated to Narok, where he embarked on a new chapter of his life, balancing secular work with spiritual growth.
He found employment in the hospitality industry, as we were told earlier, initially working as an accountant in one of the local hotels. Through diligence and a commitment to excellence, he was soon promoted to the position of a supervisor. His years in the hotel industry were not just about earning a living, they became an important training ground. Here, he developed vital leadership, organizational, and interpersonal skills, all of which would later serve him powerfully in his ministry. Interacting with people from all walks of life gave him the gift of empathy, emotional intelligence, and servant leadership, traits that now define his pastoral approach. Marriage and family. Pastor Joseph is joyfully and faithfully married to the love of his life, his ministry pastor and best friend, Monica Wanjiru Kamau. Yes, you can clap. Their relationship is built on shared faith, friendship, mutual respect, and a deep passion for ministry. Together, they have cultivated a home filled with love, laughter, prayer, and purpose. They are blessed with 2 biological children, Grace and Titus, who are growing up in the warmth of a godly family. Beyond their biological children, the Gishukis have opened their hearts and home to many others, serving as spiritual parents, mentors, and encouragers to young people and families around them. Their family life is a living testimony of the faithfulness of God, unity, and vision. Ministry. Joseph's call to ministry is deeply rooted in his early salvation and a consistent walk with God. After settling in Narok, he joined Christian Outreach Ministries in Narok Town, where he served under the leadership of the late Bishop John Kamau and currently Bishop Lucy Kamau. During his time in the Christian Outreach Ministry in Narok, he was actively involved in youth fellowships, Bible study groups, and evangelistic outreach, demonstrating a passion for reaching souls and mentoring others, even at a young age. He later transitioned to Victory Tabernacle Ministry, where he currently serves faithfully under the covering of Bishop Dr. Ayub and Reverend Salome Mureu. This has been a significant season of faithfulness, growth, and deeper spiritual responsibility. Together with his wife, Monica, Pastor Joseph is involved in teaching the New Believers class for over 20 years. You can clap. Amen. Missions where they have been instrumental in planting and discipling of VTM churches, hospitality, counseling, and pastoral ministry, pouring his heart into the people and the work of the Lord. His style of ministry is marked by wisdom, compassion, and servant leadership, and a deep love for the Word of God. He is both a shepherd and a teacher, a man who leads with clarity and ministers with grace. His humble nature, combined with his boldness in the Spirit, has made him a beloved father, a brother, and a mentor in the body of Christ. Finally, his legacy. Pastor Joseph Gishuki is a man wholly surrendered to the will of God. He is a dedicated husband, a loving father, and a faithful servant, and a spiritual leader with a vision to impact generations. He exemplifies the spirit of Father Abraham, as we call him at home, called out by God, led by faith, and committed to raising a godly lineage. His journey has been marked by patience, obedience, and endurance. Now, as he steps into this sacred office of the Reverend, we celebrate the hand of God upon his life and believe that this is not the end. May this next chapter of his life and ministry bear even greater fruits for the kingdom, and may many souls come to know Christ through the obedience of his calling. Allow me to repeat that part, saying you.
May this next chapter of your life and ministry bear even greater fruits for the kingdom, and may many souls come to know Christ through the obedience of your calling. To God be all the glory. Amen. 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 Tumshangilie Yesu vizuri. What a powerful recommendation. I need that in my file. Ndio niweke kwa file yake. Titus, I hope yako ni pages 6 unapoongea juu ya mama. Amen. Yangu ni 2 mzito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ninaitwa Titus ama Tito Geshoke Maina, second born wa pastor. Acha ni clear kidogo. Second born wa pastor, juu leo tutakuwa wengi. Leo I'm reading the profile of Monica Wanjiru Kamau, my beloved mother. Today we gather to celebrate and honor the life. We gather here today to celebrate and honor the life and calling of Monica Wanjiru Kamau, a faithful servant of God, as she is ordained into higher level of service in the kingdom of God. Her birth and childhood. Monica was born in Kahuruko village, Gatundu North, as the 7th born in a loving family of the late Michael Kamau and Grace Kamau. From a young age, Monica displayed a quiet strength and a kind heart. Her education journey. Her early education began at Nguna Primary School in Kairi, where her gift for learning and leadership began to shine. She later joined Ole Tipis Girls High School in Narok County, where her passion for service and teaching deepened, answering the call to nature and educate. Monica pursued her teaching training at Narok Teachers Training College, but her desire to serve God in a deeper way led her to the theological studies. She earned a diploma in theology from Ayam Bible School and later Bachelor of Arts in Pastoral Ministry from Teleo University, graduation due in September. Nimesikia hapo tunapiga makofi tupige. Her profession and experience. Monica Wanjiru Kamau faithfully served at Narok Redeemed Academy as a teacher for 13 years. Tutapiga makofi. Touching countless lives with her grace, wisdom, and discipline. Her dedication and leadership earned her the position of manager, where she served with excellence for 7 good years. Salvation testimony. Monica Wanjiru Kamau gave her life to Christ while in class 7 under the ministry of the late Bishop Patrick Murambu and the Church of Restoration, Makwa. The encounter marked the beginning of a lifelong journey of obedience, service, and love for the Lord. Marriage and family. She's joyfully married to the love of her life and her best friend, Pastor Joseph Geshoke, her partner in life and her partner in ministry. Together they are blessed with 2 beautiful children, Grace and I, Titus. Monica is a devoted wife, a nurturing mother, and a spiritual mother to many. Her ministry work she began immediately after her salvation in the Church of Restoration, where she committed herself to missions and church planting. She later joined Christian Outreach Ministry in Narok under the late Bishop John Kamau and the current Bishop Lucy, where she was instrumental in developing Bible study materials for the youth and actively served in hospitality department. Today she serves alongside her husband at Victory Tabernacle Ministry, Narok Town, under the leadership of Bishop Dr. Ayub and Reverend Salome Muriu, where they are both engaged in teaching, missions, hospitality, counseling, administrative, and pastoral ministry. Tuwapigie makofi tafadhali. Her legacy. Monica Wanjiru Kamau is a woman of deep faith, unwavering commitment, and boundless love. Boundless love. She is wholly dedicated to God, her family, and her work of the ministry. She is a builder, a nurturer, and a vessel of honor,
a true example of a Proverbs 31 woman. As she stands today to be ordained, we affirm God's calling upon her life and bless the journey ahead. May her life continue to be a testimony of faith, love, and tireless sacrifice in the vineyard of the Lord. To God be the glory. God bless you. Tupigie Amen. Tito makofi mazuri. Amen. Nataka kualika watu wawili wa familia, Mr. Nyaga au Brother Nyaga na Pastor Kamau, waseme machache sana. Mimi niko na furaha kubwa nikiongea kama mzazi kwa niaba ya mzazi wetu ambaye hayuko pamoja nasi. Baba yangu nimesema alienda bereni, na mama yangu ako miaka 96 hawezi fika hapa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimempigia simu. Kwa hivyo kile nitaongea kwa niaba ya jamii ni kitu ambacho tumeongea. Amenipatia ruhusa niongee kwa niaba ya jamii yetu, na wengine wako hapa siblings. Dada yetu amekuwa vile mmesikia, not only to the church but also instrumental hata katika jamii. Nilikuwa nikiambia watu wengine ya kwamba kama haifanyi kazi nyumbani, wanasema don't export it. Leo tunawaletea kama jamii mama ambaye amekuwa akitushikanisha, mama ambaye katika jamii ametuongoza pia na maombi. Mimi niko mchungaji na amekuja kutusaidia hata kuendeleza jamii yetu, na leo tunampresent to the church, hata kwa watu wengi, kwa jamii kubwa, tukijua ya kwamba ako na uwezo. Amelea jamii hiyo ambayo tumeona hapa, na leo tuko na uhakika kama vile tumesomewa ya kwamba amekuwa mwalimu. Kile atawafundisha pia hata sisi tutamuunga mkono. Kwa hivyo siku ya leo, kwa machache, kwa sababu muda umeenda, ninasema hivi ya kwamba tutashikana na yeye, tutamuunga mkono, tutaunga hii jamii mkono ili iweze kufanya kazi ya Bwana katika uwezo wake. May God bless you. Asante sana mchungaji. Mimi jina langu ni Franciscus Nyaga Gichoke, na mimi ni anko ya Joseph Gichoke, mtoto ambaye tunampenda sana 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 sababu ya utiifu wake wetu, hata kwa wale wako karibu nao. Siwezi nikasahau kusema ya kwamba Gichoke yeye mwenyewe, nikisema kidogo, hii huduma mmempatia ni kuongezea, mmeongezea sababu amechukua ile babu yake alikuwa. Hata tumefurahi sana sababu hiyo mafuta mmeweka imetuchika hata sisi, tukijua ya kwamba baba yangu yeye alikuwa mhuduma, alikuwa leader kwa ile tunaenda zamani ilikuwa inaitwa Independent. Na kwa hivyo mimi ninasikia kama ni kulia tu, sababu amechukua ile kazi ilikuwa ya baba yangu, na kwa hivyo mimi nashukuru Mungu sababu amepatia sisi mhudumu. Asante. Tumpigie makofi anko. Mwaweza kuketi. Sasa nataka Reverend Salome Joroge aweze kupresent the candidates of today. Apewe microphone.
Bwana asifiwe. As you have heard, my name is Salome Wangoi Mureu, General Secretary, Victory Tabernacle Ministries International. And on behalf of the pastors, church leaders, and entire family of Victory Tabernacle Ministries International, I present this anointed servant of God, and I will ask to stand. Pastor Gishoke to stand together with you. I present this anointed servant of God to be ordained to the office of Reverend in the Church of Jesus Christ under the auspices of the Victory Tabernacle Ministries International. Therefore, those whose duty is to inquire about this servant of God has examined and found him to be of godly life and sound learning, and believe him to be duly called to serve in the body of Jesus Christ in his capacity as an ordained minister. You can take him forward. Naomba asimame pande hii akiangalia hapo, wacha uende nyuma yake. Sawa, that is okay. Tumpigie makofi. Amekuwa presented na anatosha. Likewise, on behalf of the pastors, church leaders, and entire family of Victory Tabernacle Ministry International, I present Monica. Asimame. I present this anointed servant of God to be ordained to the office of a pastor in the Church of Jesus Christ under the auspices of the Victory Tabernacle Ministry International. Therefore, those whose duty is to inquire about this servant of God has examined, and I said in the morning, I actually read again to just confirm 1 Timothy chapter 3, and found her to be of a godly life and sound learning, and believe her to be duly called to serve God in the body of Jesus Christ in her capacity as an ordained minister. You can step forward. Amen. Tumpigie makofi. On behalf of Victory Tabernacle Ministry and the entire congregation, I do welcome each and every one of you to this great gathering to witness and be in prayer as we ordain Joseph Gishoke and Monica Wanjiro. And now bishops and pastors and ministers of the gospel and all brethren who are here today trusting in the guidance of the Holy Spirit, do you agree and approve that the foresaid candidate to be ordained as reverend and pastor? Nauliza congregation, mmekubaliana nasi tuwamwagilie mafuta? Kama na hivyo mseme yes. Sema yes we do. Sasa mkiwa mmesema hivyo, naalika ordained bishops waje hapa. Na kwa maana mko wachache, naalika wale wako na mafasi pia waje wasimame nami hapa kwa madhabahu. Amen. Wapigieni. Sasa nimejua kuko na ordination. Kujeni msimame kwa madhabahu pamoja nami hapa. Bishops, sijui kama uko strong kusimama nasi, Bishop SK na Bishop Daktari Aris, tumsaidie afike kwa madhabahu, afike kwa madhabahu. Hawa ni mababa wa imani, tuwapigie makofi.
Sasa tuwajua ya kwamba tuko na ordination na diposa nimealika mabishops na hawa mareferend waweze kunisaidia katika hali ya maombi. Nataka kuuliza congregation, will you uphold him in prayers as a church reverend? Je, mtasimama nao katika huduma wameitwa wafanye? Nauliza congregation, mtasimama nao? Will you commit yourself to work of the ministry even as he leads you? Anapowaongoza mtakuwa tayari waongoze. Songea hapa. Mseme yes we will. Will you support the ministry as the Lord provides? Mutatoa pesa zenyu. Inua mkono wako ukiseme ndio. Si katika maombi peke yake, mpaka pesa zenyu. Nataka kukuuliza Monica, are you in agreement with your husband's call? Apewe microphone. Are you in agreement with your husband's call and commitment? Will you support Kishoke in his ministry? Yes, I will, in Jesus' name. Na kuuliza Reverend, mke wako pia tunamtia mafuta. Will you support your wife? Are you in agreement with your wife's call and commitment? Will you support her in her ministry? Yes, I will do in Jesus' name. Tuwapigie makofi sasa. Sasa naona tunaendelea vizuri. My brother and sister is called to be reverend in Victory Tabernacle Ministry International. They will proclaim Christ's death and resurrection, interpreting the gospel correctly and testifying to Christ's sovereignty as the King of Kings and the Lord of Lords. You are called, both of you are called to guard faith and unity and discipline of the church, and to celebrate and provide the administration of ordinances of the new covenant, and to join ordination and consecrations of pastors, to be in all things servant and minister, and a wholesome example of the entire flock of Christ, who came not to be served, but to give himself as a ransom for many. Are you convinced? Sasa hii nataka nisikie kutoka kwa moyo wako. Kama uko tayari, are you convinced beyond any reasonable doubt that you are called and you are fit in the office of reverend? Yes, I am convinced. Sister Monica Wanjiro Kamau Kishoke, are you convinced that God has called you and that you are fit in the office of a pastor? Yes, I am convinced. Tuwapigie makofi. Unajua kama wangesema hawayuko sawa sawa, sisi tungebakia kukula kamchele na tuwaambie waende nyumbani mpaka siku ile watakuwa tayari. Will you accept and reverence to this call, fulfilling the truth in obedience to Jesus Christ? Yes, I will, to the glory of God. What about Pastor, Sister Monica? Will you accept, reverence, and fulfilling the truth in obedience to Jesus Christ? Yes, I will, to the glory of God.
Swali la tatu. Will you faithfully engage yourself in prayers and the study of the Holy Scriptures that you may have the mind of Christ? Yes, I will do to the glory of the Lord. Pastor, Yes, I will, to the glory of the Lord. will you boldly proclaim and interpret the gospel of Jesus Christ, enlightening the minds and stirring up the conscience of all people without compromise? Yes, I will, by the power of the Holy Ghost. Unajua hapa ndio tuko shida. Watu wanauza vifagio, wanauza chumbi, wanauza nini. Tumekuwa na nyinyi miaka 28. Mmeniona nikiuza chumbi na vifagio na vitambaa. Tunawaordain siku ya leo muweze kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo. Will you? Yes, I will, by the power of the Holy Ghost. What about you, Reverend? Yes, I will do by the power of the Holy Ghost. Will you strive to a life which is blameless, holy, without reproach, and a person of integrity? Yes, I will, in Jesus' name. Sister Monica? Yes, I will, in Jesus' name. Will you be merciful to all and show compassion to the poor, those who are suffering in mind and body, to the strangers, defend those who have no helper? Yes, I will, in Jesus' name. Swali la saba. As a church reverend and a pastor, that is Monica, will you encourage and support saints in their gifts and ministry, nourishing them from the reach of God's grace? Pray for them without ceasing. Celebrate with them the ordinances of our redemption. Nauliza, mutainua vipawa ya wandugu na wadada au mutasifinyiria? Will you? Yes, I will, in Jesus' name. Yes, I will, in Jesus' name. Amen, amen. Through these promises, you have committed yourself to God to serve His church in the office of reverend and in the office of pastor. I therefore ask you to vow with these words. I will start with Geshoke. Unachukua kiapo. I, Pastor Joseph Gishuke, will obey this new level of commitment to the kingdom ministry of the Lord Jesus Christ, to serve Him as a reverend to His people in humility. I'll do my very best to live a holy life, righteous and faithful life, in accordance to this covenant as long as I live, in season and out of season, or in any other circumstances, without compromise, regret, or falling back. Sister Monica, I want you to take a vow. I, Sister Monica Wanjiru Geshoke, will obey this new level of commitment to the kingdom ministry of the Lord Jesus Christ, to serve Him as a pastor to His people in humility. I will do my very best to live a holy, righteous, and faithful life in accordance to this covenant as long as I live, in season and out of season, or in any other circumstances, without compromise, regret, or falling back. Na wauliza mpande kwa madhabahu muweke signature mbele ya mabishop. Naomba kalamu yangu sijui pale iko. Naomba waletwe hapa waweze kusign. Na mna sign vitabu hizi zote so ya reverend tuko na vitabu kama 5 ya kusign kukubali ya kwamba umekubali kuingia katika ofisi ya reverend. Tutaanza na wewe. Naomba hata hiyo ingine iletwe.
Ziko tu, naomba usain, ni vitabu 5 una sign, ndio hao waende wakiwa washuhuda. Sign hapo. Uandike date hapo, ni tarehe 14 mwezi wa 6. Naomba nisaidiwe hizo zingine zote za Reverend, na unaangalia kama ndio hiyo, ndio hiyo tu. Tumpigie makofi, anaendelea vizuri. Ordination ni kuchukua kiapo ya kwamba utafuata katiba ya VTM na utafuata katiba ya dini hii Bishop Chege wasaidie. Pastor, naomba usign. Sijui kama amesign zote, hizi ni 4. Wapi ya 5? Okay. Tumsaidie aweze kusign hizo zote. Bado iko moja sijaona, ni 5. Sign. Kuwa ordained si kitu rahisi, ni kuchukua kiapo ya kwamba utatumikia Mungu na hata kazi ya Bwana. Bishop Chege na kupatia nakala hizi zilizokuwa signed na hawa, na pia nimesign na pamoja na General Secretary kama witness ya kwamba tunaenda kuwamwagia mafuta. Pigieni Bishop makofi mazuri. Bishop nawapatia hii mkiwa na mama, mmetoka nao mbali mkiwa witnesses. Rudini pale ndio niweze kuwapatia final charge.
Sasa nataka kuwapatia charge with the words of the Apostle Paul. I therefore charge you thee before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season. Out of season, reprove, rebuke, exhort with all wrong suffering and doctrine. I want to pronounce a few things to you. In the name of the Lord Jesus Christ, the head of our church, the head of the church, and the authority of Victory Tabernacle Ministry, you are now consecrated, wholly affirmed in the sacred office of a pastor and reverend. In Victory Tabernacle, you have authority to guard the faith, unity, and the discipline of the church, to establish churches and to join in the ordination and consecrations of pastor, and to be in all things a faithful pastor and a faithful reverend and a minister of Jesus Christ and a wholesome example of the entire flock. In the name of the Father, in the name of the Son and the Holy Spirit, may the Lord Jesus Christ and the power of his Holy Spirit inspire you and make your ministry faithful and fruitful for the glory of our Heavenly Father. Amen. Now, congregation, simameni hapo tu kabla tujawatia mafuta. Brethren of Victory Tabernacle Ministry, I would like you to stand up. Washirika wa Victory Tabernacle Ministries, na waomba msimame. Askieni. Brethren of Victory Tabernacle Ministry International, today being the 14th in the month of the year, in 14th June, in the year of the Lord 2025, we are ordaining Sister Monica Wanjiru Kamau Geshoke as a pastor in the body of Christ. We are also ordaining Pastor Joseph Geshoke to the office of Reverend in the body of Christ. The Holy Bible put it clear that you should remember those who rule over you and who have spoken unto you the word of God. You have to follow your leader and hold the faith she has and the faith that Geshoke has, and uphold the vision of the ministry of VTM. The Holy Bible says, obey them that rule over you and submit yourself, for they watch over your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable for you. The reason being is that your leader did not praise herself and himself, but God has given them the position of authority. The Holy Scripture, the Holy Bible continues to say, to them which labor among you in the Lord, admonish them, to esteem them very highly in love. Avoid slandering them.
kama ulikuwa na hiyo tabia ya kuwasegenya, kuanzia siku ya leo uache. Kama ulikuwa unakunywa kikombe ya chai ukiongea juu ya Joseph Gishoki na Monica, siku ya leo lazima ikome. Tunapowatia mafuta, Biblia inasema touch not the anointed and be at peace among yourself. These are the words of the Lord. We must take them seriously and earnestly. Brethren, the word admonishes us as that a labor is worthy of his reward. Support your pastors. Support Reverend and your with your finances and with your material things. Ya kwamba utakuwa unawatembelea, munawabariki na mali yenu. I charge you now, nyinyi washirika wa FTM, I charge you today before God and before the Lord Jesus Christ that you observe these things without complaining, without compromising. Today I'm asking you, you have heard these words and agree with the words of our Lord Jesus in obeying, submitting, and esteeming them. Esteeming your leader highly, holding her up and holding him up, to start with Joseph and Monica, that you are backing them up in all the way. If you agree with me, kama mnasema mtasimama nao, semeni yes we will. Sijasikia vizuri, semeni yes we will. Kwa hivyo wamama na kila mmoja watakapoona njaa kwa ajili yenu na mkose kuwapatia unga na kile wanahitaji, neno hili litakuwa kinyume yenu. Wacha istokee ya kwamba pastor atalia akisema nimelala njaa na mimi ni mchungaji wa FTM. Amen, amen. Hallelujah. Naomba wapande juu ya madhabahu tena na wapewe mahali ya kupigia magoti. Naomba candidates, the next candidates wa ordination ni Paul, Pastor Paul na Pastor Daniel. Naomba mniletee mafuta yale mlikuwa mmebeba. Wapewe mahali ya kupigia magoti, na naomba tuondolewe hii sasa ninapoenda kuwamwagia mafuta. Naomba iletwe kando. Naomba iondolewe ipelekwe pale kando. Ileteni pande hii. Naomba tupewe mahali watapigia magoti yao hapa hivi, wakiangalia mabishops. Mnatuangalia, sisi ndio tunawabariki. Naomba mabishops, napokea pembe ya mafuta hii itakayotumika siku ya leo, twaibariki kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Pokea mafuta. Tumebariki haya mafuta kutoka dakika hii na tumeigeuza, tumeweka ishara ya Roho Mtakatifu ndani ya haya mafuta kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mfungulie mafuta haya aweze kuimwaga kwa pembe hii. Wapiga picha mtajua vile mtajipanga. Tumemwaga Roho Mtakatifu, ishara ya haya mafuta sasa, na itaanza kuchemuka. Hivi ndivyo itakayechamuka juu
ya maisha yenyu kutoka siku ya leo. Amen. Tukaribie wachungaji. Kama ungeweza kusimama, mafuta haya itafanya kazi hata kwako. Mmoja anayebarikiwa ni baraka ya wote. Nainua, naomba praise and worship na choir museme muimbe wimbo haya nimepakwa mafuta, tuimbe pamoja. Muimbe kwa sauti. Pembe yangu nimeinua, ndiyo maana nina uhakika, niko na uhakika nitashinda. Mimi ni mshindi, nimepakwa mafuta haya twainua mbele ya Mungu. Yes. Twatangaza mafuta haya iwainue. Yes. Kupitia kwa Roho Mtakatifu. Amen. Mafuta haya twaimimina juu yako. Iwe ni mafuta itakaye kuinua. Seketeria riba. Katika jina la Yesu. Rima seka taponi. Mafuta haya ifanye kazi. Yes, Lord. Maisha yako ijae baraka. Usiteseke tena. Yes, Lord. Ninakuinua. Rika mayanda, maneno yako. Yes, Lord. Iwe na mamlaka. Yes, Lord. Katika jina la Yesu. Oh, Jesus. Ninakutuma katika makanisa. Ninakutuma katika washirika. Ninakutuma katika maushirika. Upate kibali. Yes, Lord. Katika kila kanisa utakaoenda. Yes, Lord. Upendelewe katika njia zako zote. Yes, Lord. Katika jina la Yesu. Amen. Mafuta haya ikuheshimishe. Yes, Lord. Mbele ya watu wote. Yes. Na inua mbele zako Bwana. Impiganie siku zote. Yes, Lord. Mtumishi wako Sister Monica Wajiro. Yes, Lord. Kama Ugeshoke amekuwa mwaminifu. Yes, sir. Amekuwa mwaminifu kama administrator. Yes, sir. Namtia mafuta ya kuwa pastor. Yes, Lord. Aheshimike. Ribakanta. Aheshimike. Mariba sekete. Katika jina la Yesu. Rimakanta rideri. Aheshimiwe na ulimwengu. Oh, Jesus. Na hata makanisa imheshimu. Oh, Jesus. Ninakubariki. Amen. Ninakuinua. Yes, sir. Ukubarike katika huduma yako yote. Yes, sir. Ukubarike katika jina. Yes, sir. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. God. Nimepakwa mafuta mabichi. Tunamwekelea mikono kama vile neno linasema, na kama bishops tuwaekelee mikono na tuongozwe na bishop. Tutakuwa na watu wawili, Bishop Shege na Bishop SK atatuombea tukiwa tumesimama. Baba, katika jina la Yesu, tazama tumewekelea mikono yetu juu ya watumishi wako, kama vile Musa alivyowekelea Joshua mkono, akawa na roho ya hekima, akawa na roho ya ufunuo, akawa na roho ya upako. Sasa tumemwekelea mikono na tumetangaza kutoka leo, Reverend na Monica watakuwa na ufunuo wa neno lako, watakubarika pahali pepote watakapoenda. Tumewapatiana kwa mataifa yote, Kenya na nchi zingine, na wakikanyagisha nyayo zao katika mahali pale, Jehova watakubariki.
watakubalika, watakubaliwa na wafalme, watakubaliwa na wakuu, watakubaliwa na matajiri, watakubaliwa na kila mtu katika dunia mzima, maana tumewabariki na sasa tumewaachilia kama kipawa cha Jehova ili waweze kutekeleza kazi uliyowaitia, katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba aweze kuwabariki pia. Father, in the name of Christ, as we have before thy presence in the name of Christ, this afternoon we want to say thank you because of what you are doing in our dear brother and sister. This afternoon our brother, that we should have been doing to the office as a minister, and we want to say thank you for what you are doing, Jehovah Lord. Our sister Mona be ordained in the office of pastor, and Father, I pray that you may give good health, that Lord you may protect them, oh Lord, make them to have the word, to take the word to take of the gospel, to take the whole world, to reach and reach the word of God. Let them preach the truth gospel, not mixed with the false gospel. I pray that they may defend the church, they defend the word. In the way they are going to stand, they are going to defend the word in the name of Jesus. I pray that many people are going to love them, they are going to have favor in whatever they are going to do in the ministry. They are going to grow in reach, they are going to enlarge their boundaries in whatever they need in their life, and they are going to go higher levels. I confess and I declare that they are going to become international preachers who will move from one continent to another continents, take the gospel of Christ to the sinners, pray for the sick people and get healed in the name of Jesus. I pray that you may give them the wisdom and understanding as they take the gospel of Christ and the knowledge of the word of God. I bless them, O Lord. I pray their children, Grace and Titus, they are blessed. They are going to start with their parents as they take the gospel to the sinners. I bless the entire church of Victory Tabernacle with Bishop Murray Ayub and the wife secretary Sarume and all the entire bishops who are here and all the reverends who are here and the pastors who came to witness their disordination. I bless them in the name of Jesus. Open doors for us. Lord, bless us, O Jehovah. And now bless these dear ones. In the name of our Father, the Son, and the Spirit. Tushangilie zote. Naomba tuketi na hao wasimame kwa maana mtu anapokuwa ordained anapewa mafasi mapya. Nataka muangalie congregation, angalieni bishop, tusimame tu hapo, angalieni umati. Sijui, naomba Joseph mfunge hapa kola. Wapi kola? Karemi, vitu zake ziko wapi? Tusimame tu Ofasia Kanu kuja umweke kora katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapoitangaza, simama kando kwa ajili ya picha vizuri. Mutokuria oimaga iguru doimaga maga kwenda ine kwa andu athuragirwo ndani Ngai akamurwo no kamuitĩrĩria maguta ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere ya andũ mamenye. Amen. Naomba Kahwai uje umfalishe nguo mkisaidiana na askofu Shege. Kola hii unapoenda kula mahindi barabarani ukiwa nayo tutaitoa. Hauwezi enda Sasa hata huwezi
enda ukiwa umefaa hii kola ukae kando vizuri Reverend Bwana. Hawezi enda na hii mafasi ukikuraga mahindi barabarani. Huwezi enda ukikuraga metura ya kila butchery barabarani. Lazima uheshimu ya kwamba umetengwa kuwa mtumishi. Mpigieni makofi anapofarishwa mafasi. Twakuweka mshipi huu unaoakilisha, tumedeclare you are ordained reverend. Tupatie Yesu makofi mazuri. Naomba usonge kando. Basi ririkana rĩrĩa mwetirwo wĩra-inĩ mwetirwo mũrĩ andũ gĩkundi, amwe magĩcokana thutha nĩ thĩnana, yo kiuga kinyoga kuwa ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩa rũgamirio mbere ya andũ mamenye, mũrathimĩre ũtongoria. Ũiye mwatiganire na ciana na andũ anyu nĩ wa wĩra wa Mwathani. Wĩra ũcio wothe nĩũka nĩwo wĩwothetwo, Ngai ti wa Kariũkũ. Ona warumwo na wamenwo, kũgũthaitha ũkirĩrĩrie, andũ ũrĩa wambĩrĩirie wĩra rĩo igũrũ na nowe ũgoka kũrĩkia. Andũ amwe nĩmatuirwo thuri a kanitha na angĩ magĩtua hujia. Amen. Si wako sawa? Wasimame hapa. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Asante kwa Yesu. Menwo kiugo-inĩ nĩ kũgũthaitha ũkirĩrĩrie. Nataka kuwapatia vitabu viwili, kwa maana nyinyi ni jamii. Jambo la kwanza nawapatia ni Biblia. Hii ndio itawasaidia katika maisha yenu. Hapa ndio hekima ya Mungu itatoka. Pokeeni Biblia hii katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili nawapatia ni fimbo ya mchungaji. Katika hii fimbo ya mchungaji kumejaa mafundisho zaidi ya 1000 kadhaa. Pokeeni mafundisho, fimbo ya mchungaji. Amen, amen, amen. Amen. Mimi naona ni kumalizia na malizia. Naomba Reverend uniletee certificate zao. Certificate niletewe hapa. Sasa fimbo ya mchungaji lazima uifanye kazi. Ito karatasi ni 2.
Pastor Monica, ningependa kukupatia certificate hii ya kuoneshana you are ordained minister. Inasema maneno haya, Victory Tabernacle Ministry International, Certificate of Ordination, Pastor Monica Wanjiru Kamau Geshoke, called by God to be a minister, separated unto the gospel of Jesus Christ, ordained by the ministry of Jesus Christ, confirmed by Victory Tabernacle Ministries International by laying of hands, and has all responsibilities and rights as a minister of the gospel, as a pastor. Receive. Na imesainiwa na GS na presiding bishop. Reverend Geshoke, pokea certificate hii, uitumie popote itakayohitajika. Inasema Victory Tabernacle Ministry Certificate of Ordination, Reverend Joseph Geshoke, called by God to be a minister, separated unto the gospel of Jesus Christ, ordained by God to the ministry of Jesus Christ, confirmed by Victory Tabernacle Ministry International by laying hands, and has all the rights and the responsibilities of a minister, as of the gospel, as a reverend. Receive it in the name of Jesus. Letu limeisha, sasa ni picha tutakayopigwa moja pamoja na mabishops. Hiyo sasa sherehe hiyo ingine ianze. Naomba tusimame nao tupigwe picha. Sijui tusimame wapi wapiga picha.
So sisi tunatoka kwa madhabahu, sasa tunawapatia madhabahu hapa, na kuanzia siku ya leo Joseph Geshoke ni yeye national treasurer. National treasurer, kwa hivyo anasimamia pesa zote za Victory Tabernacle. Naomba atupatie acceptance speech katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Nashukuru Bwana Yesu kwa sababu yeye ni mwaminifu, ni mwema katika maisha yangu. Ninamshukuru kwa sababu ya kile kimenitendekea siku ya leo. Nataka kutoa the acceptance speech yangu siku hii ya leo, ya kwamba nimekubaliana na hii level ambao nimeingia siku ya leo. Nitaisoma kwa lugha ya Kiingereza. Wazazi tutaitafsiri huko nyumbani. Today I stand before you deeply moved and eternally grateful as I accept this sacred calling and to ordained ministry. I thank God first and foremost for this unmerited grace, for calling me, not because I was worthy, but because He is faithful. To be ordained is not just to receive a title. It is to surrender more fully. It is to serve more completely. It is to love more boldly in the name of Christ. This moment is not a reward. I repeat, this moment is not a reward. It is a responsibility that I do not take it lightly. To my spiritual leaders, that is mentors and teachers, thank you for guiding me. Thank you for correcting me. Thank you for praying over me through this journey. And to my VTM Church family, your love and faith in me have been a constant source of my strength. God bless you for studying with me. To my family and the loved ones, you have supported me. You have believed in me. You have walked beside me through every step of this calling. I honor you today. I also acknowledge those who came before me, that is the reverends, the elders, and faithful servants whose legacy of faith has paved the way for this moment. May I honor their example with integrity and humility. As I step forward into this next chapter, I ask for your continued prayers
Pray that I may always, I repeat it, pray that I may always preach with conviction, read with compassion, serve with joy. Pray that I may be found faithful. That is, you pray for me, that I be found faithful to the word, that to the people and to God. May all that I do point not to me. May all that I do point not to me, but to Christ, the good shepherd, the true and the risen King. Thank you. May God bless you abundantly. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Niko na furaha siku ya leo na naomba kusoma kile ambacho nimeandika kwa sababu ya siku hii ya leo. Beloved in Christ, I stand before you today with a heart overflowing with gratitude, humility, and awe at the goodness of our God. Being ordained as a pastor is one of the most sacred honors of my life, and I do not take it lightly. This is not a promotion. It is a commissioning, a divine assignment to serve, to shepherd, to teach, and to love God's people with sincerity and truth. I accept this responsibility not because I am worthy, but because God, in His mercy, has seen it fit to call me. I thank my spiritual leaders and mentors for their guidance, correction, prayers. They have shaped and prepared me for this calling. Thank you for believing in what God has placed in me. To my beloved family, your love, sacrifice, and constant encouragement have been my strength through the journey. This is your moment too, and I honor you deeply. To my VTM Family Church, thank you for welcoming me into your hearts. Thank you for walking with me. Thank you for trusting me with your spiritual growth. I'm here to serve, not to be served. Today, I say yes to God again with deeper conviction, deeper surrender, and deeper faith. I commit to preach God's word without compromise, to love without condition, and to serve with joy and integrity. I ask you to continue praying for me, that I may remain faithful to the call, sensitive to the Spirit, and rooted in Christ at all times. May everything I do in this office point to Jesus, the true shepherd of our souls. Thank you all, and may God bless you abundantly. Tuwapigie makofi, makofi mazuri. Tunaelekea kumaliza ibada yetu, igongona letu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mambo yote yale imetendeka siku ya leo. Wanaenda kukata keki, na wewe ningependa upewe bahasha. Ashas, mko wapi? Hebu nileteeni bahasha moja ya ordination. Ashas, kibieni rike, kwa nini mnafanya polepole? So unaenda kupewa bahasha hii ya kubariki pastor, reverend na pastor, ya kubariki pastor na reverend. Na kwa hivyo naomba upewe bahasha.
na bishop asiende bila kupewa chakula. Apelekwe kwa ofisi yangu apewe chakula vizuri. Yeye ndio mkubwa wangu, anigojee hapo anapopewa chakula. Kwa hivyo mpewe bahasha ya kutoa zawadi zenyu. Nauliza reverend na pastor waende pale waweze kukata keki. Piteni pale mwende mkate keki. Wale wanao deal na keki waje. Tutagojea kidogo Bishop Shege baada ya kukula keki. Patieni watu wote hizi bahasha. Wapatiwe bahasha waweze kutoa zawadi yao. Kama kanisa tunamnunulia gari. Siupigie Yesu makofi. Tunasema hata tembea miguu tena, na hiyo ndiyo zawadi yetu tunayeenda kumpatia katika jina la Yesu. Namba ya simu imeandikwa kwa bahasha hii. Ukitoa kwa simu, chukua bahasha hii, namba ya M-Pesa iko hapo na jina litatoka Joseph Geshoke. Chukua hii bahasha, kama iko kwa M-Pesa, chukua bahasha, andika umetoa kwa M-Pesa na utakuja kumsalimia nao. Na ule anayeongoza sherehe ya kukata keki ni Elder Esther Thiongo, apewe microphone atuongoze. Baada ya kukula keki hatuna lingine ni kumpatia vipawa na sherehe yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo Elder Karaoke utatuambia hayo mengine. Kuja ni wewe unayechukua microphone mkiwa na Elder Esther Thiongo. Bwana awabariki. Asanteni tena kwa maana hatutaonana tena. Bwana awabariki. Tuonane katika ordination hiyo ingine tarehe 2 August. Tunamuordain. Ako wapi apostle? Kuja hapa. Ordained ministers wekeni katika bahasha hii. Ordained ministers, kama mko nayo muweke kwa bahasha. Kama ni zawadi ya inaoshikwa sijaelewa. The next candidate tutamuordain Pastor Paul Harrison kule Lorunga tarehe 2 August. Pembe haijamaliza mafuta, bado inatiririka na itawaangukia wakiwa na Jane. God bless you. Amen. The third candidate wa mwaka huu ni Pastor Daniel Shege. Is this Kengori? Daniel, si wewe, Daniel Kengori na mke wake. Hawa wanatoka Tipis, wapigieni makofi. Tunawaordain tarehe 19 Oktoba, si ndio? Jia zote zitaelekea huko FTM. Tunaenda kuwatia mafuta. Mafuta haitakuwa imeisha katika ile pembe umenipatia. Sasa siku hiyo tutakuwa hapo na tutakuordain. Wale watakao beba mafuta hiyo ni mapastors wa FTM, kwa maana next year watakuwa wakibeba mafuta wakisema next year ni samu yetu. Kwa hivyo kina Simon Joroge, kina Pastor Shege, kina Petro, kina nani, mutabeba mafuta hayo mkinipatia niweze kuwamwagia. Mimi nilikuwa nafikiria nimemaliza. Napokea dhabihu hii mnayoitoa. Naomba dhabihu hii mnayoitoa iwapiganie siku zote, ifungue milango na mbarikiwe katika njia zenyu pamoja na watoto wenyu. Na ipokea iwe connection katika ordination hii. Katika jina la Yesu Kristo twaipokea.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Tunashukuru Bwana sana kwa sababu ya siku iliyofana sana. Ni kwa sababu ya neema yake na kwa sababu ya utumishi wa watumishi wake. Kama hawakutumika hatungekuwa na siku ya leo. Na kwa sasa kwa nafasi hii wanataka kutulisha, na haitakuwa ni mara ya kwanza kutulisha. Wamekuwa wakitulisha kuanzia wakati mimi niliwajua na wengine walipowajua. Wameishi wakitulisha, wametulisha chakula cha kiroho, wametulisha cha kimwili. Na kama vile mmesikia watoto wakisoma, tukitoka ibada tukimaliza tukienda nyumbani, huwa tunawaacha hapa wakilisha new believers. Wanawalisha cha kimwili, na nikipita kwa mlango huwa naona wakila cha kiroho na cha kimwili pia. So kwa sasa tuko na nyingi kabisa ziko hapa kwa wingi. Na zimeandikwa, ile kubwa imeandikwa congratulations Joseph Geshoke and Monica. Na mimi nawaambia congratulations Reverend and Monica Geshoke. Congratulations so much kwa kazi nzuri. Tuwapongeze, tusimame tuwapongeze wanapokata keki. Tafadhali na waomba wachungaji msiache chakula, tuko na chakula kingi na tuko na keki. Tuwapigie makofi wanapokata keki. Congratulations Reverend and Monica and Pastor Monica. Keki ni nyingi, chakula ni kingi. Tafadhali pastors and bishops, wageni wetu wote msiache. Wale ambao tunasaidiana kukata keki mnaweza kusongea karibu ili tufanye haraka, wageni wetu wasiache chakula chetu. Tumpongeze Pastor Monica anapomulisha Reverend Geshoke. Pastor Monica pia anapokea keki kutoka kwa Reverend. Congratulations, tuwapigie makofi. Nafasi hii tunamwalika baba yetu na mama yetu waweze kulishwa keki. Wanaanza na baba. Reverend and Pastor Geshoke wakilisha wazazi wetu, baba zetu, mama yetu na baba yetu. Tuwapigie makofi. Na wewe ambao uko na kipawa chako, usiondoke na kipawa chako, ukilete tu hapa na itakuwa mzuri. Usiondoke na kipawa chako. Tunaomba mabishop wetu watapanda huko kwa ofisi ya bishop. Kuna mahali tumewaandalia nafasi yao. Lakini wewe ulio na kipawa chako, usiondoke na kipawa chako, ukilete mahali hapa na utabarikiwa. Amen, amen. Alafu tunaomba watoto wetu watasafiwa pande hii, na washirika wetu wote tutapitia ile mlango tuchukue chakula tukienda hivi. Pastors wa VTM, nasikia kila pastor ako na zawadi yake, tugoma muilete tu hapa. Nasikia mko pamoja nyinyi wote pastors wa VTM. Karibuni hapa pastors wa VTM. Na washirika wa Roronga, mko na zawadi yenyu, bado mkaribia hapa. Lakini ya kwanza ni ya pastors. Pastors wa VTM wako na zawadi yao.
wangetaka kuipeana kwa the newest leverage. So harakisheni mapasta ama wale wako awasimamie. So tungeomba leverage pamoja na Pastor Monica pokea zawadi ya wachungaji wa VTM. Wachungaji wa VTM, peana tu hapo. You are high lifted up, awesome God. Pastors wa VTM wamepeana zawadi yao, tuwapigie makofi mazuri. Alafu vizuri wasalimie pastor wakiondoka. Pastors wa VTM wamepeana zawadi yao, Mungu awabariki. Nasikia New Believer wako na zawadi yao, nao wakaribia hapa. Tunataka tufanye kwa haraka ili tuweze kufungua ambao wanaenda mbali, na mtabarikiwa. So wewe ambao uko na kipawa, kanisa letu la Rurunga, karibuni kanisa lenu la Rurunga. Nasikia wako na zawadi yao, wapeane. Amen. Believers class ambayo inaongozwa na Reverend Geshoke na Pastor Waweru. Nasikia mko na zawadi yenu, karibieni kwa haraka. Believers class, na wewe uko naye na namba yetu ya simu iwekwe hapo, simu ambayo tunatumia pesa. Ningeomba watu wa media mweke namba, kama siko kwa simu, watu wa media mweke hiyo namba. Pasta wote mahali, baada ya kupeana zawadi zenyu, tunaingia pande hile, tunachukua chakula. Amen. Tunaweza peana sasa. Karibuni. Namba ya simu ndiyo hiyo. Kama yako iko kwa simu, weke kwa hiyo namba na utabarikiwa sana. Na kuna simu hata kama umeweka kwa simu, unaweza andika bahasha na ulete uweze kumsalimia Reverend Geshoke na Pastor Monica, na utabarikiwa sana. Amen. Wale wako na zawadi zao waamuke tu. Kama mko na zawadi zenyu mzilete, ili tumalize hili jambo kwa haraka. Wale wako na zawadi zao, you are worthy of my worship, worthy of my praise. Sasa hii urefu naye najua inaleta shida. Thank you.